Mfuatiliaji wa Taji Story, tunaendelea na simulizi yetu ya usaliti, episode ya pili. Usiku ule haukuwa na usingizi kwa Lydia. Victor alikuwa amelala fofofo pembeni yake, akipumua kwa utulivu kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini kwa Lydia, kila pumzi yake ilikuwa kama mzigo. Aligeuka kitandani mara kwa mara, akitazama dari, akirudia kichwani mwake yale maandishi aliyoyaona kwenye simu. Nimekumisi sana jana usiku Vanessa. Maneno yale yalikuwa yanarudia kama wimbo wa maumivu. Alijiuliza maswali mengi. Je, hii imeanza lini? Je, kila alichelewa kurudi nyumbani alikuwa naye? Je, kila nakupenda aliyoniambia ilikuwa ya kweli? Asubuhi ilipofika, Lydia alikuwa amechoka kwa kulia kimya kimya. Macho yake yalikuwa mekundu, lakini aliamua hata kaa kimya tena. Waliketi mezani kwa kifungua kinywa. Kulikuwa na ukimya mzito. Victor, Lydia aliita kwa sauti tulivu lakini thabiti. Victor alinyanyua macho yake kutoka kwenye simu. Ndiyo. Vanessa ni nani? Kijiko kilichokuwa mkononi mwa Victor kiligonga sahani kidogo. Uso wake ukabadilika kwa sekunde chache kabla hajajirekebisha. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa kujifanya hajui. Lydia alimwangalia moja kwa moja machoni. Usijifanye hujui, nimeona ujumbe wenu. Victor alisimama ghafla. Uligusa simu yangu? Jibu swali langu, Lydia alisema kwa sauti iliyotikisa kwa uchungu. Victor alishusha pumzi ndefu. Ni rafiki tu. Lydia alicheka kwa maumivu. Rafiki? Mnaokutana hotelini? Maneno hayo yalikuwa kama radi chumbani. Victor aliketi chini taratibu, uso wake ukaonyesha hatia ya muda mfupi. Ilikuwa ni makosa tu, haikuwa serious, lakini kwa Lydia hilo halikuwa jibu. Usaliti haupimwi kwa uzito wake, ni saliti tu. Miezi kadhaa ni makosa? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Victor hakujibu, alibaki kimya. Majeruhi yanaonekana. Siku zilizoendelea, nyumba yao iligeuka baridi. Hakukuwa na vicheko, hakukuwa na mazungumzo marefu. Kila mmoja alikaa upande wake wa kitanda. Victor aliahidi kukomesha uhusiano wake na Vanessa. Aliomba msamaha mara kadhaa, lakini Lydia aliona bado alikuwa akificha kitu. Simu bado haikutengana naye. Tabia haikubadilika kabisa. Na hapo ndipo moyo wa Lydia ulianza kubadilika. Maumivu yake yakageuka hasira. Hasira ikageuka kiburi. Kiburi kikaanza kuzua mawazo ya kisasi. Kama anaweza kunidharau hivi, kwa nini mimi niendelee kuwa mwaminifu? Alijichukia kwa kufikiria hivyo, lakini wazo hilo lilikuwa likirudia tena na tena. Shuleni alipokuwa akifundisha, kulikuwa na mwalimu mpya aliyeitwa Adrian. Alikuwa mchangamfu, mwenye busara na aliyekuwa na heshima kubwa kwa Lydia. Siku moja baada ya masomo, alimkuta Lydia peke yake darasani. Unaonekana umechoka siku hizi, Adriani alisema kwa pole. Lydia alitabasamu kwa tabu. Ni mambo tu ya kawaida, wakati mwingine kuongea husaidia. Adriani aliongeza maneno yale yalikuwa rahisi, lakini kwa Lydia yaligusa mahali palipokuwa na maumivu. Kwa mara ya kwanza alihisi kuna mtu anamsikiliza. Walianza kuongea mara kwa mara, kwanza kuhusu kazi, kisha kuhusu maisha kwa ujumla. Adriani hakumgusa, hakuvuka mipaka, lakini uwepo wake ulimpa Lydia faraja ambayo alikuwa ameikosa nyumbani, na hapo ndipo hatari ilianza. Usiku mmoja baada ya Victor kuchelewa kurudi tena bila maelezo ya kuridhia, Lydia alichukua simu yake, aliangalia jina la Adrian. Kidole chake kilitetemeka juu ya tufe cha kupiga simu. Je, hii itakuwa njia yake ya kusahau maumivu au mawazo ya kisasi kitakachoharibu kila kitu? Tufuatilie kupitia nambari 0621213275. Hii ni Taji Story na mimi ni Teddy Pauline. Tukutane wakati mwingine. Harufu ya mtu mwingine ikaingia kama